Sio kwamba jambo hili linaanza kesho, lakini lazima taratibu zifanyeje? Zianze. Lakini madhara ya kukosa huu mradi kujenga, maana yake stendi hatutajengewa, kwa sababu mradi unaojenga ni mmoja wa TACTIC. Utajenga stendi, utajenga barabara, utajenga soko. Kwa hivyo mimi concern yangu bwana engineer, ikiwa process za miutasari na kila kitu zitaanza kwenye kamati mtakayoiunda ya pamoja, wasikilizeni wao na wenyewe wanafikiri kwa muda gani, mkilinganisha na matakwa ya mkataba, sababu ule mkataba na wenyewe wa mradi una muda. Kwa hiyo wenzangu, mtakavyokaa, hakuna jambo ambalo huwa halipati mwafaka, halipo. Tukae tupate mwafaka wa pamoja, tuangalie manufaa ya pande zote mbili. Narudia kwenye eneo la hawa wanaotoka, wanapopelekwa iwe ni sehemu ambayo watafanya biashara. Tulipokuwa Dodoma siku ile, viongozi wangu tuliyaona yafuatayo. Wenzetu walifanya hivi. Hapa saizi tunafanya, ukishuka hii maeneo ya kina mama Kidakule mpaka chini, wanauza nguo, si ndio? Wanaouza nguo za jinsi bra 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 bra, wale wote wamepangwa sehemu moja. Masoko hizo nani hamjengi nyinyi, mnajengewa, mnawekwa sehemu moja kwamba nyinyi mnahamia hapo. Wanaouza vinywaji wako kwenye mtaa wao. Tulizunguka soko zima. Jamani, fikirieni watu wa Dodoma, soko ambalo liko katikati ya mji, na utitiri wa wale watu walikubali kwamba tunahitaji kitu cha kisasa, na wakapangiwa maeneo. Tukawahoji vipi biashara baada ya kuhama, wakasema tunafanya biashara kama kawaida. Jamani, walisema hawakusema siku hii? Wakasema tunafanya biashara kama kawaida, tena wameturahisishia. Mtu akija wametupanga. Kwa hiyo mimi napata mteja wa bookshop, bookshop anapata mteja wangu, kwa sababu sisi tunaouza vitabu wote tuko sehemu moja. Kwa hiyo ninawaomba na ninawasihi nyinyi wenzangu, kwanza wote tuelewe kwamba sio kwamba soko linavunjwa watu wanafukuzwa, hapana. Na sio kwamba soko linavunjwa watu wanaambiwa nyie mliokuwepo tokeni, hapana. Mtaalamu hapa ameeleza kwamba watakuja baada ya mazungumzo, watachukua data ya kila mtu na eneo alipokuwepo, na ndivyo utakaporudi pale pale ulipokuwepo, lakini unarudi ukiwa bora zaidi. Unarudi duka limefungwa feni, limefungwa mifumo. Maana yake kwenye structure hii kipindi cha baridi limefungwa mpaka mifumo ya joto imo. Lazima tukubaliane kwamba hakuna namna tunavyoweza kukwepa kuenda kwenye ukisasa. Tunalalamika soko limekufa. Serikali imekuja na mpango sasa wa kuliboresha soko, kwa sababu likishajengwa soko kwa miundombinu hiyo na kwa mpango huo, wale watu wote waliokimbia kwenda nje utaona wanatamani tena kurudi ndani, kwa sababu soko limeboreshwa na wananchi wanakwenda kwenye soko hilo kwa sababu hata miundombinu yenyewe inaruhusu. Tukiangalia kwa Mafinga, tunahitaji sana kuboresha soko letu kwa kuwa faida ni nyingi. Mfano, tunatarajia kwa sasa, mfano unakuja Mafinga hapa, mimi nataka niingie kwenye maduka electronics. Kuna zoni maalum kabisa, najua nikipita hapa nakutana na maduka electronics. Nataka soko la samaki wa bichi, nataka soko la samaki wa kavu, najua zoni hii ni soko la samaki wa kavu. Nataka ofisi za soko na maduka labda ya pembejeo, hardware, maduka likazi, maduka ya vinywaji, mnapatikana maeneo maalum. Pia tutaboresha ulinzi na usalama wa soko kwa kuwa tutajenga kituo cha polisi ndani ya soko letu la Mafinga. Pia faida kubwa ni kuongezeka kwa wigo wa wafanyabiashara, kwa sababu kwa hapa Mafinga na maana eneo ambalo litakwenda kuathirika ni square mita 17642, ambapo vibanda karibu 430 ndio vitakavyoathirika. Kwa haraka ukipiga mahesabu tu ya vibanda vya square mita 9 au square mita 12, tunaweza kupata vibanda zaidi ya 1700. Kwa hiyo kutakuwa kuna wingi mkubwa sana wa wafanyabiashara kuweza kuongezeka, na tukishaongeza wafanyabiashara obviously uchumi wa Mafinga utakwenda kukua.